So I'm Rose Karanja, and I'm back. I've been thinking love nitakuwa nafanya vlogs, some vlogs ni zangu, and still I'll be still doing some interviews and some collaborations. So sahi nimekuja na vlog yangu. Kinyo nimekaa hapa niko tu kwangu nimetulia, and something come up into my mind and say like, why not do this? Acha nifanye video. Maybe itasaidia mtu 1 2 3 ama watu wamepitia pia mimi, maybe pia mimi nimepitia. I'm not perfect in this life. So nimekuja kushare one of my worst experience kwa relationship yenye ilini heartbreak, yenye nasemanga nilipata heartbreak. I think after hapo nishaanza kuwa hardcore. Mi sahi, not sahi, okay. Sahi siwezi taka mwenye niko na yeye niache, huyo na yeye anaweza nipea heartbreak ingine mbaya cause I really love him. But in my previous datings, like, ukiniambia it's over, I don't feel like ati kuna kitu umeniambia ati kubwa. You know what? Utanipea tu stress kumoja, just one. The following day, you know what? Kuoga na kurudi kwa soko. But there is this particular guy, mwenye alinihadbreak sijui for how long, like 3 months. Because zile za nalia kila siku, namtext, ile hujakubali bado umeachana. Unamtext kila time, unalia, unafanya aje, una create pseudo account, kufanya nini? Kumchokola, venye anapost since umeblokiana, like umemblock, so you create another new account, unaenda kumstalk. That's how it used to be. But right now, no. So, it happened, I dated him since from term 2 or term 3, I can't remember, till nikuwa college. So it happened one day, akakuja kunitembelea. So that time I was in college, I was in Thika, Uzuri, akakuja kunitembelea. And with so, alikuja na simu yake ilikuwa 2 or 3%. So ako zile za, let me take you for an out, you take as in tukule dinner, and then you come back to your hostel, and then me I leave since simu yangu inazima. And I was, it's okay, it's fine, I understand simu yako inazima. So we went for a dinner and then come back to my hostel, come hug, we do whatever, and he leaves. Akaniambia, since simu yangu inazima, nikisha charge maybe nitakwambia nimefika, but it will be late nights. And since hawa nakaa Thika na mimi nilikuwa Thika, so it take time, and pia kuliko usiku, so maybe naweza patana na jam. And I was so much ready with that. I was so much okay. I didn't by the expected ataniambia alifika ati usiku. I expected nipate hiyo text morning. And so I did. So morning nikiamka ndo nilipata text yake nilifika, and that was okay with me. So kumbe huyu jamaa ilikuwa like ni kitu amezoea. So it was not just that one time. Alikuwa sana kuja hivyo. Every time simu yake inazima, every time. Alafu nashangaanga, mbona hiyo time sikuwa nafikiria, mbona simu yako inakujanga ikizima kila time? Actually ni yeye aliniambia, mbona hujaifikiria simu yangu inakujanga ikizima kila time? Because yeye alikuwa ule jamaa mkishakosana atakwambia everything, like atakwambia everything, atakwambia I did this. Yeah. So next round akakuja the same thing, round kaa 5 akakuja simu yake ikizima. So one day, one time it happened, tukakosana. I don't know what I did to him or what he did to me. Tukakosana. So akaenda sasa simu yake inazima. I didn't bother, ataniambia kama imefika, if hajafika it's okay. Alafu alikuwa na picha moja, alikuwa amepiga akiwa like huko kwenye alikuwa anafanya job na ni mausiku. Sasa alikuwa anapiga hizo lights. So kuna venye alikuwa ananitumia hiyo picha, ananiambia amefika. And then since naona lights naona hii mataa za usiku, nasema it's okay, alifika. Sure alifika. But hiyo ilikuwa picha moja kwa simu yake. Alikuwa anaitumia like an evidence to I think every case. I think I was not the only one when alikuwa anaambiwa hivyo. So one day, one time tukakosana na akarudi job, mimi akaniacha kwa hostel. And I didn't bother, ataniambia kama amefika.
Like saa ile time tukikosana, nimekwambia tukikosana alikuwa anakuambia ukweli, and he was like wewe ni mjinga sana, mbona hujaifikiria ati mbona nakujanga simu yangu ikizima each and every time, nakujanga ikiwa 2 or 3%. Akaniambia ati you know what, I have another girl. So kwenye nilikuwa nakaa hostel ilikuwa karibu na club ingine inaitangwa Club Image. Watu wenye wanajua Thika they know kuna Club Image. So mimi nilikuwa nakaa hostel hapo mbele, kwa hiyo rauda siku na kuanga na tumakaburi. So I used to stay hapo chini huko kuna club ingine inaitangwa aje. Okay, the new club, it's not new, ilijengwa niko huko, ilijengwa by the way nikiwa Thika. I don't know, it's the best sahi, I think garden Thika hapo chini. I don't think waterfall ama waterfront, I don't know, kitu kama hiyo. Yeah, mimi nilikuwa nakaa hapo. So akaniambia ati I have another girl mwenye naendanga kuona, ndio maana nakujanga na simu yangu kila time ikizima. And I was like, if ni another girl, mbona basi ukuje na simu yako ikizima? Akaniambia hawa anataka nimpigie usiku ndio huyo mwingine asisikie, so nikimuuliza kama amefika. And yeye akaniambia the other girl knows me, ati tumetoka village moja na yeye. Kajaribu kumuuliza ni nani, but he didn't told me. So what he did, he even akanitumia picha zake na huyo dem, but alikuwa anaficha dem sura. Alikuwa anaweka kimoja hapa. Akaniambia this is the girl mwenye anafanyanga nikuje kwako simu yangu ikizima. And funny enough, anitumia picha hadi wakiwa kwa bed. Walikuwa wanalala chini. This guy has money. Ako na pesa mpaka wa leo. As in ni msichana work na serikali. So ako na do, and like if ni wako, if ni anafanyanga nifanyie hivi, si then umbai at least bed, because walikuwa wanatandika mattress chini wanalala. But the guy I think alifanya hivyo do aniudhishe. Si ati alikuwa anapenda ule dem, aniudhishe. And still it happened. Nimepitia by the way, huyo jamaa alinipitisha. It happened siku moja, one of their colleagues akapass and alikuwa anaenda kuzikwa Bomet. Actually I remember like yesterday, and it was back in 2018. Even though tulikuwa na hiyo time, wakaenda kumzika Bomet. And I knew my guy ni ule wa, nilikuwa namjua huyo jamaa alikuwa ule wa akipatana na kitu nzuri lazima aongelesha ama lazima apite nayo. So mimi nilikuwa namchat tu kama ile jokes. I know huko huwezi kosa mtu, utatoka na mtu ya I think Bomet tuko watu ya ama kitu kama hiyo. Utatoka maybe na mtu huko, and was like no I can't whatever. But you know what, tuliko sana to the same thing. Akaniambia when I was in Bomet I did this and this. Akanitumia picha ya demu mwenye alipata, demu amebeba. Nasikia wale mademu wamejibeba. Mademu wamejibeba like what demu alikuwa ameweza. And what's kile kiliniuma ni zile word alitumia. She after I did this and this to you, I decided to try and use sijui taste. Katafuta sijui wenye what. The words zenye alitumia ndizo ziliniudhi. Kwanza nakumbukanga I was in class hiyo time. Ilikuwa kitu saa 8. What I did after the text, nilichukua simu nikatoa SIM card nikaikula na meno hivi. And the teacher was in class at that time. I think I couldn't able to even to hold my tears. Nililia, but sikuwa nataka tena teacher anione cause asijue nilikuwa na chat kwa class. And yes, anitumia picha, akanitusi whatever he wanted, akanitumia evidence, alikuwa ananitumia screenshots za kila mtu wenye washachat naye. If at all tulikuwa tumeplan for a date and hatukupatana, ananiambia this was the reason, ananitumia picha de mwenye alikuja, venye walichat, venye like everything. Alikuwa na evidence na alikuwa anakutumia. Hakuwa na bother utakufa ama utafanya nini. And everyone knew this is the guy that I'm dating. Karibu watu waseme hata tumeoana. Cause I think tulikuwa in loves if we tukiwa place like home hivyo. Tulikuwa in love, but tukitokea na huku nje I was not his lover. I don't know. But mimi nilikuwa nimestudy na yeye. He was the worst. Cause
hata kama unakosea mtu, hakuna haja umtumie like screenshot, umtumie mapicha, umtumie videos, kwa ni kumfilisha ama ni kumuua times 2. And that guy used to be that. And you know what? Tukanyamaziana. Nikaachana na yeye. Like what I did, as in nimsahau, I got in love with another person after like 3 months. Juu niliona nitakufa. Stress. Kulia. Sikuwa nakula. Actually ningekaa 2 to 3 days. Kasi sijauma anything. And I was so much okay. Nilikuwa naongeleshwa, anafanya nini. Masomo haikuwa inaingia. I used to fail in some cards. Sikuwa naona kitu yote mzuri. But I overcome. What I did, it's not okay. I can't advise someone to do so. Niliingia kwa relationship ingine. Just pap, mwenye nikatia tu pap. Nikaingia. And okay, it helped me because nimsahau haraka. And yeah, that's how I did. But you know what? Hadi wa leo naonanga akinitext. Hadi wa leo texting it too. Can I come and say hi? I'm like, no. You know why? You had your chance. I gave it. Zinyuka naipea. I gave it all. I did my best. Vitu nilikuwa nafanya. I don't know. Hata kuna time angeenda for 1 year and still I could wait for him. Sasa ina mimi naonanga kiniuliza si. I was just saying hi, can I come for a dinner? Can I come for lunch? I'm like, no, I have my guy. I love him. Nime move on. Like, yeah, ni miaka mingi ya kitambo, but some people keep insisting like, I still love you. No, don't love me. Don't love me because I won't love you back. Mi si ule msi ati naamini naweza rudiana na ex wangu. No, I can't. Why? There's so many guys outside here. People are so good. Few people are so good. But pia ukipatana na msi mzuri shikilia. Kama huyu wangu saa siachi. I won't. Huyu. Simuachi. He's so good. As in, for all people that I have dated, manzi, he has 9 out of 10. He's so nice. Ananga story mingi, but hiyo tena kuwa hana story mingi ndo nakupanga sana because you don't know what he can do akijam. But let me hope everything gonna be alright. It tied up well. So that was my experience. That was the worst relationship yenye nishaikuwa nayo. As in, hey, I don't know. But since nili overcome, I'm okay. So guys, what's your experience? Would you like to share? I'm here. Naweza kuja tupige story. So I'll do another video. And that will be the worst. Like, kwenye sign nimefika kwa life. The worst part of my life, I'll say it. But in the meantime, nilikuwa nataka kusema the worst relationship that I have ever been. So, yeah, that was it. We move on regardless. Usikae hapo ukiinsist. Mimi by then niliinsist. Nilianza kuonyeshwa hizo red flags kitambo. Back days hizo nikiwa college. I was not even in college that time. Nilianza kunionyesha red flags nikiwa high school. But mapenzi, hiyo time nilikuwa na feel no. This guy has money. I can't leave him. Money for what? Money? So guys, that was my story. Till next time, continue subscribing, commenting, like, and share.